Hello familia, leo nimekuja na challenge moja kwamba hivi ni kwa nini mtu anakuwa analipwa 100,000, 200,000, 300,000 au 400,000 au zaidi kwa mwezi na apewe hela zaidi ya hiyo. Sasa wakati natafakari hii nikataka kujua kwamba ni kwa nini waliamua kumlipa hiyo hela huyo mtu, au kwa nini mtu anaamua kukulipa 200,000, 300,000, 400,000. Nikajaribu kufanya hesabu moja tu ambayo nahitaji na wewe uangalie kwamba kumbe inaweza kawa ndio sababu ya kwa nini mtu anapewa pesa hiyo. Sasa nimechukulizia mfano wa mtu anayelipwa 300,000 kwa mwezi. Hem, twende tuone kwamba ni kwa nini analipwa hiyo 300,000. Sasa kama nilivyosema kwamba huyu analipwa 300,000 kwa mwezi. Sasa ili uweze kujua kwamba ni kwa nini analipwa hiyo 300,000 kwa mwezi, chukua kipato chake kwa mwezi, zigawa kwa masaa 8 ambayo ni masaa wastani, masaa ya kazi, zidisha mara siku 30. Kwa hiyo ukichukua hiyo 300,000 ukagawa kwa masaa ni 240 kwa mwezi, utakuta sawa na shilingi 1250. Hii inamaanisha kwamba kwa kila lisaa mtu anakuwa analipwa, huyu mtu anakuwa analipwa 1250. Kwa hiyo ukichukua 1250 mara masaa 8 utapata shilingi 10,000 kwa siku. Kwa hii inamaanisha kuwa ndani ya kila saa huyu mtu anakuwa analipwa 1250. Kwa siku anakuwa analipwa shilingi 10,000 na kwa mwezi anakuwa analipwa shilingi 300,000. Sasa wakati ni kwa nini mtu huyo analipwa hivi, vyanzo vingi vimeeleza kwamba inamaanisha kwamba thamani ambayo mtu huyo anakuwa anaitengeneza pale kazini kwake ni thamani ambayo inakuwa yenye gharama hiyo ambayo ni sawa na wastani wa shilingi 1250. Kwa hiyo thamani anayoitengeneza ndiyo kama hiyo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ili mtu aweze kupata kiwango kikubwa cha mshahara wake, inamaanisha anapaswa kuongeza thamani ya kila anachokifanya pale kazini kwake. Nafikiri unaweza usinielewe vizuri. Wengi tunamfahamu Ronaldo ambaye ni mchezaji anafahamika kwamba katika timu yake ndiye mchezaji anayelipwa pesa nyingi sana. Ni kwa nini? Kwa sababu thamani anayoingiza Ronaldo ni kubwa kuliko thamani ya wachezaji wengine. Wote wanacheza dakika 90 lakini yeye anapewa pesa nyingi sana au mshahara mkubwa kuliko wachezaji wengine. Ni kwa nini? Ni kwa sababu thamani anayokuwa anaitengeneza Ronaldo ni kubwa kuliko thamani wanaoitengeneza wachezaji wengine katika ile timu. Na ndio maana yeye anapokea hela nyingi kuliko wachezaji wengine. Kwa hiyo na mimi naweza nikasema kwamba kumbe ili tuweze kuongeza mshahara wetu tunaolipwa, inabidi tuongeze thamani ya kile tunachokifanya pale kazini. Kwa maana ya kwamba tuzalishe kitu au tuzalishe thamani kubwa, ndipo tutakapoongeza mshahara wetu. Huo ulikuwa ni mtazamo wangu. Sijajua wewe una mtazamo gani kuhusiana kwamba ni kwa nini mtu anakuwa analipwa 100,000, 200,000, 300,000. Mimi nimewaza hivyo. Ningependa kusikia kutoka kwako kwamba wewe unafikiri ni kwa nini, tuweze kujiuliza. Lakini pia nini kifanyike ili mtu aweze kuongezewa mshahara kulingana na kila anachokifanya. Pengine mtu mwingine anajiona kama anafanya kazi kubwa lakini mshahara ni mdogo. Je, nini kifanyike sasa ili mtu huyu aweze kupewa stahiki ambayo itamsaidia yeye kufanya mambo yake? Ningependa kusikia kwako. Niandikie kwenye comment, tujifunze, tusaidiane, tuone tunafanyaje. Asante.